wetu wengine kwa sababu ya kukosa akili wanaweka sufuria kwa kichwa ati ndio unga itapungua. Sasa hata kwa madawa, hata kwa uganga, uweke sufuria kichwa, hata uweke mwaka moja, unga itapungua? Si ni ukumbavu? Ama namna gani? So ndio mimi nimewaambia wacheni tupangane na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru wakulima kwa sababu ndani ya miezi miwili ijayo tutakuwa tunavuna chakula ambayo haijawahi kuonekana Kenya. Kwa sababu Mungu ametubarikia na mvua, wakulima walipata mbolea, na katika hii budget ya mwaka huu ndio mnaona hao watu wanatusumbua. Nimeweka pesa sio ya magunia milioni 4 kama mwaka huu, nimesema tuongeze mpaka magunia milioni 7 kwa sababu mimi nataka tuongeze mambo ya kuzalisha chakula ndio tufukuze njaa once and for all. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuko pamoja? So hiyo ndio mpango yetu tuko naye, na tunataka kusukuma mpaka tuhakikisha kwamba tunafukuza njaa kweli. Na lazima kama serikali tupange mambo ya ajira niliwaeleza. Na ndio sababu hiyo mnaona hapa Tharaka Nithi tumekubaliana na huyu Onesmus Muthomi Njuki. Tunajenga pale aggregation an industrial park ya Tharaka Nithi ambayo tutatumia shilingi milioni 5 mupate mahali kama wakulima ya kwa wanafanya kazi Marekani, wanafanya kazi Ulaya, lakini wanafanyia wakiwa hapa nyumbani. Inaitwa digital jobs. Tunaelewana? Leo asubuhi nimekuwa na mawaziri wawili wa kutoka kule Saudi Arabia. Nilikuwa asubuhi leo na pia balozi wa kutoka kule Qatar. Kwa sababu tumekubaliana na wao wanahitaji vijana milioni 1 wengine ambao wataenda huko kufanya kazi, na mimi nimewaambia tumesomesha vijana wengi. Vijana wengi wako na certificate, wengine wako na diploma, wengine wako na degree. Ni kweli ama si kweli? Na wanaweza kwenda kufanya kazi mahali popote. Tayari tuko na vijana wengi wanafanya kazi. Kwanza Saudia tuko na vijana tayari 1200 wanafanya kazi huko. Na wameniambia wale wa Kenya ni wafanyikazi wazuri, ni watu wa bidii, wako na nidhamu, wanajitolea. Wakaniuliza wanataka vijana wengine milioni 1 waende kule wafanye kazi. Ninyi mnanielewa? Na hiyo mpango yote ya ajira ya hawa vijana ni kwa sababu hakuna vile tunaweza kubadilisha Kenya kama vijana wetu wanasoma alafu wanakuja nyumbani na hakuna nafasi ya ajira. Lazima tupange kama serikali. Sio kama mnaelewa? Ndio kwa sababu unasikia ile mtu ya maandamano anakazirika na mimi. Sasa ameharibu, amevunja maduka, amevunja sijui nini, ameweka vijana wakaharibu mali, amezusha mpaka maafa imetokea kwa sababu wako na hasira ati vile nimepanga atakosa watu ya kufanya maandamano na atakosa watu ya kutupa mawe. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tharaka, kuna mtu anazaliwa ili aende afanye maandamano? Kuna mtu anazaliwa ili aende atupe mawe? Hii mtu ya kitendawili mimi nataka niwahakikishie. Hii mtu ni mtu ya kisirani. Si ni kweli? Ndiye amesimama mara 6 akianguka. Kwa sababu anaangushwa hata mpaka na Mungu. Kwa sababu ako na kisirani. Kule alizusha mambo ya mapinduzi ya serikali. Wakenya wengi wakakufa huko serikali ya Moi. Amekuja akahangaisha Kibaki hapa katikati. Mara anamuuliza mkeka, mara anamuzila choo, mara anamsema nini. Muda ikapotea, kazi haikufanyika. Akakuja akadanganya Uhuru. Ile Big 4 tulikuwa naye ikazama. Akatupeleka BBI mpaka ikaingia kwa madeni. Sasa ndio huyu amefika tena na mpango ya maandamano, kupiganisha watu, kutumia vijana kuharibu mali. Ndio hiyo maafa imetokea. Ati ndio yeye aturudishe nyuma, tusifanye mpango ya ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Tharaka, mnataka tukubaliane na hii mtu? Tuko pamoja? Nimkalie ngumu?
Mnasema nimkalie ngumu. Bas, hiyo ni amri. Mnajua sasa nyinyi ndio mmeniajiri. Nimkalie ngumu awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Kenya. Ndio mumesema? Hebu ni wale wala anasema huyo mtu na ndio mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa? Kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya. Na ndio mimi nawaambia our handshake brothers, nyinyi mnatumia pesa mlizoiba kupiganisha Kenya, kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu hamutaki tuendelee kama Wakenya. Mnataka kutuweka mateka wenu. Lakini mimi nataka niwaambie tutajikomboa kama Wakenya. Tutahakikisha ya kwamba tumefanya mpango watoto wetu tuwasomeshe. Tutafanya mpango hawa vijana wengi, na ndio nimesema mwaka huu kupitia mradi wa housing, mpango ya housing ambayo tutaleta mpaka hata hapa Tharaka Nithi. Huyu Muthomi Njuki amepanga mahali tunakuja kujenga. Tunahitaji vijana karibu 10,000 wa Tharaka Nithi ambao wataenda kufanya kazi ya housing. Vijana muko ama amuko? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari? Wera ni wera. Ile kazi ni kazi. So ndio tumesema hiyo kazi tutaisukuma mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kama Wakenya ya kwamba we will not allow the handshake brothers to hold our country ransom and to take our country hostage by causing violence, by causing mayhem and anarchy, and by bringing chaos in our country so that they can stop us from educating our children and from ensuring that we support our farmers to produce food so that we can get rid of the shame of hunger, and so that we can plan for youth employment through the programs we have. They will not succeed. Tutawakalia ngumu vile mumesema, na mimi nataka muniamini. Hii hawa watu acha nisiseme sana. Sio kama tunaelewana. Niwaulize watu wa Mutindo, watu wa Mara, kulipa vijana waharibu mali, walete fujo, wavunje vitu, walete chaos, itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Kuna vile gharama ya maisha itapanda, itashuka. So hii ni ujinga mtupu. Na ndio wanataka kuharibu dunia yetu. Na mimi nataka niwaambie, you never succeeded in the past, you will never succeed now, you will never succeed in the future. Kwa sababu Kenya tunataka hii mradi tumefungua leo. Tulikopa pesa kutoka watu wa Africa Development Bank. Si namna hiyo? Hapa katikati ilikopwa pesa nyingi, karibu trilioni 5. Hatujui ilienda wapi. Saa hizi tuko na madeni kutoka hapa mpaka Johannesburg.
Nyinyi mnanielewa? Hakuna mahali tunaweza kukopa tena. Na hao watu wanasema tafute ushuru. Sasa mimi nataka niwaulize, tuko na mambo mbili. Tuende tukope inji yetu ipigwe mnada, ama tutafute ushuru ndio tuendeshe taifa letu la Kenya. Mnataka tufanye ya ushuru ama tuende kwa madeni? Si kila mtu alipe ushuru jameni? Hata sisi wadosi ndio tumesema tulipe ushuru. Ianze na mimi. Kila mtu alipe ushuru ama namna gani? Kubali tulipe ushuru ama tuende kwa madeni? Tulipe ushuru, sio? Wala wanasema tulipe ushuru, nione kwa mkono, si ndio? A statement. Victims of murderous police officers. Many families